our former Deputy President Rigiji, former governors present, leaders, wananchi nyote hamjambo. Mimi nitaheshimu the clergy vile wamesema kuwa tutaheshimu familia, hatuleta siasa kwa mkutano. Na wacha nianze na familia ya Francis, rafiki yangu wa miaka mingi sana. Kwa niaba ya marafiki zako wote, kwa niaba ya familia zetu, familia za marafiki zetu, tunatakia nyinyi nyote, wewe Ng'ang'a unaongoza hii family, Brian, Brandon na wengine wote na familia, tunawatakia Mungu awapatie nguvu huu wakati mgumu ambao mnapitia. Hamuko peke yenu, hata sisi kwa sababu ya rafiki wetu Lucy amekuwa rafiki yetu pia wa karibu, familia zetu. Kwa hivyo naomba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya dada yetu Lucy mahali pema peponi. Na ningependa kusifu Father yule alitupatia sermon ya leo, words of wisdom. Na nimekuwa nikiongea hii mambo mara mingi hata mbele ya Rigiji tukiwa Ukambani na kila mahali. Kifo cha huyu dada yetu ambaye analala hapa chini ni ishara kubwa kuwa kila mmoja wetu atakufa. Ninyi nyote mmekaa hapa mtakufa. Sisi sote ni maiti watarajiwa. Tulikuwa na mzee hayati Jomo Kenyatta, alikufa. Mzee Moi akafa. Mwai Kibaki akafa. Retired president wetu atakufa. Current president Ruto atakufa. Rigiji utakufa. Mimi nitakufa. Waititu utakufa. Kabogo utakufa. Kila mtu hapa atakufa. Hiyo ndio sermon ambayo pastor alisema sote sisi ni wapita njia kwa hii dunia. Tutamfuata dada yetu na wale wametutangulia. Kwa hivyo tunapokaa kwa hii dunia tufikirie kufanyana mambo mema. Na Father ulisema tusiongee mambo mingi kuhusu Francis, but nitaongea kwa niaba ya marafiki wale wako hapa. Francis mimi nilijuana na yeye kutoka mwaka wa 1999. Na kwa ufupi tu kidogo, nakumbuka sisi tulianza biashara na yeye mwaka wa 2001. Akiwa na showroom ndogo pale Murang'a Road. Nilikuwa nimeenda hapo Murang'a Road, opposite kulikuwa na yard inaitwa Gachagua Motors. Tuko na rafiki mmoja yetu hapa anaitwa Njau, alikuwa manager wa pale. So wakati Mungu alinibariki nilienda pale kununua magari kadhaa. Siku inayofuata nilikuwa natafuta magari kubwa kubwa, Mercedes, Land Cruiser za hiyo wakati. So nikaenda kwa rafiki yangu Francis Ng'ang'a, nikataka kununua Mercedes na Land Cruiser. Nilikuwa nimevaa short na slippers. Kamwambia Ng'ang'a nataka hizi magari. Ng'ang'a akaniambia wewe uko na kinyasa, enda leta baba yako. Ama yule amekutuma, hatutaki ubroka hapa. Tukavurugana kidogo nikaenda Buruburu. Jioni Njao akakuja kauliza Ng'ang'a, yule jamaa naona mmevurugana alikuwa anataka nini? Ananiambia huyo ako na slippers, kwa nini huyo anataka kununua magari zangu? Nikamwambia enda alete baba yake. Njao akamwambia hapana, huyo ndio Sonko wa Buruburu. Ng'ang'a akasema Sonko wa Buruburu. So Ng'ang'a akakuja usiku nyumbani kwangu akaniambia pole, chukua hizi magari, wewe utakuja kulipa kesho. So kesho nikafuata Ng'ang'a, tukakuwa marafiki, akaniuzia magari, urafiki wetu kaanzia hapo. After miaka mingi nakumbuka wakati mmoja former late president Daniel Arap Moi akapata accident pale junction ya Machakos. Akaroli na Range Rover.
So ile Range Rover baada ilipotengenezwa, Ng'ang'a akapewa iuze. Akanitia, niko na gari ya Moi hapa, unaitaka? Kwambia yes. Niko na chapa mbaya sana. Nikaenda Ng'ang'a akaniuzia Range Rover ya Moi, nikanunua. Akanipeleka kwa huyu rais wetu wa sasa, kwa sababu yeye alikuwa anafanya biashara zote za Rais Moi. Tukamlipa, nikachukua gari ambayo niko nayo mpaka leo through Ng'ang'a. Kwa hivyo rafiki wetu umekuwa miaka mingi. Huyu marehemu Lucy na bibi yangu na watoto wangu walikuwa marafiki wa karibu, na hawa kina Brian. Kila holiday mama alikuwa na biashara yake pale North Coast, mkawa inaitwa Salama Beach. Walikuwa kila holiday wanakulia pale. Ng'ang'a naye alikuwa South Coast, amenunua pale Shelly Beach. So we were very close, very tight na hii familia. Kwa hivyo hata sisi tumewachwa na Lucy, na ile area Lucy mahali wamenunua nyumba na Ng'ang'a Shelly Beach, Likoni constituency, amekaa na majirani wake vizuri sana. Watu msherekea utadhani yeye ni politician. Na nakumbuka wakati nilifurushwa hapa Nairobi na former president na siasa mbaya, maisha mbaya, niliambiwa wewe enda Mombasa, Nairobi hatukutaki. So nikajaribu siasa yangu Mombasa, nikaona inaingiana. Huyu Lucy huyu mnamwona amelala hapa, Mwenyezi Mungu wake roho yake mahali pema peponi, alinimobilizia wananchi wa Likoni, majirani zake, crowd kubwa sana. Akawa anajaribu kuniombea kura, lakini sababu ya siasa mbaya, maisha mbaya, kuregeshana chini, nilipokuwa cleared na 3 bench Mombasa nisimame kama governor, then kesho yake mbio Supreme Court wakasema hapana, tunataka kusikiza kesi yako. Kesi ya mawakili zaidi ya 14 kushinda ile Rigiji. Wakasema itasikizwa na siku moja, judgment iandikwe na siku moja. By the time tunaitwa kwa chini, hata submission zetu hatuja file. Rigiji alikuwa amefile zake, mimi sikuwa nimefile. Kaambia lazima tusikize. Kesho yake nikaambiwa Sonko nyumbani, haufai kufai. Mheshimiwa former deputy president, nimeona kiti ilikuwa imewekwa hapo, uonekane uko peke yako. Hauko peke yako, tuko pamoja. Umekuja kuendeleza na dada yetu. Wenye kuogopa wacha waogope. Sisi hatutakukataa. Ulikuwa deputy president of the Republic of Kenya, vile ulikuwa former governor, vile tulikuwa former governor, tutaendelea kukupenda sababu ulifanyia nchi kazi. Lakini kwa sababu ya siasa mbaya ulitolewa vile sisi tulitolewa. We feel you former deputy president. Liwe liwalo, mwenye kuja kutoka kunilekelea makosa awekelee. Sisi mheshimiwa deputy president, we are fan of cases. Tumekaa jela sana tukahitimu. Na wacha nikufundishe sheria kidogo. Kwa sababu unaambiwa hata kushakuwa impeached hautavai. Hiyo ni uongo. Waititu watakuwa kwa ballot. Katiba ya Kenya article 103 sub article 3 utaruhusu further. Kwa ufupi nipatie mheshimiwa Rigiji moral. Any public officer ama state officer ukishakuwa convicted of any offense or any decision kama ile yako National Assembly na Senate, hiyo ni sub article 2, kwa uwezi shikilia ofisi. But ukienda chini 103 sub article 3 inasema you shall be on the ballot because you have to exhaust all avenues of appeals or review. Kesi yako iko High Court of Kenya, bado inaendelea kusikizwa. Wakikutupa nje bado utaenda appeal, Court of Appeal. Hiyo ni miaka ingine 3. Wakikutupa nje bado utaenda Supreme Court. Hiyo ni miaka ingine 5. 2027 nitakupata hapo. Kwa hivyo utakuwa kwa ballot, usidanganywe na mtu yote yule. Lakini usikimbie sana. Enda tu pole pole. Ndio tuone Mungu kama atafanya haki. Ya mwisho, sisi tunakuambia Francis Ng'ang'a, Brian, Brandon, familia.
sisi kama marafiki zenu, we shall make sure that Lucy atapata justice. The good news tumepata tukikaa hapa from court. Tulipofunga ile hospitali kwa sababu tulisema lazima ifungwe, kwa sababu madaktari waliofanyia dada yetu upasuaji hawana experience ya kufanyia mtoto wetu, dada yetu, surgery. Na complications zote za sister yetu Lucy zilitokea after surgery. Wacha ile ripoti yao bandia nasema hata ilikuwa ni pneumonia. Nashukuru Ngombao na marafiki wengine wote. Tulifanya investigation yetu chini ya maji. Tukachuma patients Bonoko pale. Tukaangalia ni procedure gani mtu anafanyiwa akienda kwa surgery. Kawaida kila hospitali lazima uangalie kama uko na pressure, kama uko na any condition, pneumonia. Ukiwa na hiyo condition upeleke surgery. So complications za dada yetu zilitoka na hii hospitali Bonoko. Bado wanajiita Omnicare. Na postmortem report ya Dr. Johansson ilisema the cause of death ni perforation of the intestines, ndio ilileta shida kwa dada yetu. Walitoboa mashimo makubwa ndani ya intestines zake, walimdischarge after 4 days, wakamwambia ende nyumbani. Kufika nyumbani kila kitu ilipasuka, uchafu kajaa kwa tumbo, damu kila mahali. Ndio kinanganga na Brian walipona hiyo, wakakimbisha dada yetu Nairobi hospital. Tumeona siasa mbaya, mawakili wanaanza kucheza ati Nairobi hospital ndio ilifanya dada yetu akufe. No, tuko na postmortem na inaongea ukweli, na nashukuru wananchi wa Nairobi tulishikana tukahakikisha hiyo hospitali imefungwa na serikali wakaifunga. Wametupeleka kotini na nganga na wizara husika na wale walifunga hospitali, na leo asubuhi tulipokaa hapa mahakama imekataa kuwapatia order. Kwa hivyo hospitali itaendelea kufungwa. Na isitoshe tulikuwa kwa DCI jana, because hii ni criminal offense, criminal negligence. Hamwezi cause kifo cha mama ya mtu. Kina Brian hawana mama wala hana bibi. Sisi marafiki dada yetu wameenda, hatuwezi nyamaza. Jana ilikuwa tuwabebe wenye hospitali, madaktari waende kamiti. Lakini nganga huyu roho yake ni kubwa sana. Akasema tafadhali Sonko, hatutaki drama, tuzike dada yetu kwanza, tuendelee na hiyo mambo mengine. Lakini sisi on behalf of the family, on behalf of our friend Nganga, hao washenzi wataenda jela. Hakuna story nyingine. Vile tulishikana na wananchi wa Nairobi, tukafunga hospitali, ndio tutashika washenzi tuwapeleka korokoroni. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Mheshimiwa Rigiji kuwa strong. Pana tishwa na mtu. Thank you very much.